أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عدنا والعود أحمد. Ndugu wapenzi, tumerudi katika kipindi chetu baada ya mapumziko mafupi kutokana na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwanza inshallah tunakupongezeni kwa kutimiza mwezi huu mtukufu, na tunaomba Mwenyezi Mungu inshallah atuwafikishe katika siku hizi ambazo tunakwenda nazo kuyatumikia yale ambayo tumejifunza katika chuo cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ama baada ya hayo, ndugu Waislamu, leo tutazungumza maudhui muhimu inshallah, na kila mmoja kati yetu basi anapaswa akae ajiulize nafsi yake na aangalie kwenye hichi ambacho tutakizungumza yupo kwenye hatua gani. Allah subhanahu wa ta'ala yakulu fi surati Al-Ankabut aya ya 45, anamwamrisha mtume wake pamoja na waumini baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala kataja mambo manne. Kataja amri mbili. Amri ya kwanza ni ya kusoma Qur'ani, utlu ma uhiya ilayka minal kitabi, soma ewe Muhammad pamoja na kaumu yako kile kilichoteremshwa kwako katika kitabu ambayo ni Qur'ani, wa aqimis salata. Vile vile Mwenyezi Mungu akamwamrisha mtume wake, na amri yake amrishwa mtume inatuenea sote, wa aqimis salata, na vile vile usimamishe swala. Halafu subhanahu wa ta'ala katika aya hii akatupa habari ya swala ina faida gani, au swala ina malengo gani kwa mja. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, hakika ya swala basi inamkataza mwenye kuswali, inamkataza mwenye kuswali juu ya maovu na machafu. Wala dhikrullahi akbar, vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akatupa habari ya kwamba dhikri au kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni kitu kikubwa. Na dhikri sio kumtaja Mwenyezi Mungu tu kwa mdomo, bali dhikri ni neno pana ambalo insha Allah tutakuja kulizungumza katika pahala pake. Wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, Mwenyezi Mungu anajua mnavyovifanya na atawalipa kwa kila mmoja kwa mujibu alichokifanya, iwe khairi au shari. Katika aya hii tutarakiz katika lengo la swala kama alivyosema subhanahu wa ta'ala, inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, hakika ya swala inakataza maovu na machafu, au hakika swala inamkataza mwenye kuswali, inamkataza asifanye maovu na machafu. Lakini turudini katika mujtama, turudini katika waqi, turudini katika hali halisi ya tunamoishi. Je, watu wangapi wanaswali katika jamii? Na je, matunda haya ambayo tunayazungumza hapa au Mwenyezi Mungu kayazungumza yanaonekana katika jamii? Jawabu kwa haraka haraka basi tunasema kwamba wingi tunaswali, lakini tukiangalia matunda ya swala hayaonekani. Tunaswali lakini bado tunaendeleza maovu, tunaswali bado tunafanya machafu ya aina tofauti tofauti, dhulma, kudhulumu, maasi ya siri, maasi ya dhahir. Bado kila mmoja hapa anatakiwa arudi katika nafsi yake, aangalie kwanza ndani ya nafsi yake yeye anafanya nini wakati anaswali, lakini vile vile tuangalieni jamii yetu inaishi katika hali gani wakati kwenye jamii tunaswali. Hapa tunapata swali au tunapata jawabu kwamba wingi tunaswali kweli, naam, lakini swala zetu zina upungufu. Na upungufu unakuja wapi? Kwanza tunaswali bila khushu'. Tunaswali kwa sababu ile nguzo ya swala inakosekana, kama jaa fil hadith wa amudus salat al-khushu'. Nguzo ya swala ni unyenyekevu, na tukiambiwa nguzo ni kitu asasi, yani ni kitu cha msingi sana katika jambo lolote. Kwa hiyo kwenye swala zetu kunakosekana kitu muhimu sana ambacho ni khushu'. Na kitu gani kinachopelekea kwamba khushu' ikosekane? Inakosekana khushu' kwa sababu tunaswali bila shuuri. Tunaswali kila mmoja, mtu anaswali kuondoa njiani tu, anaswali kuripua, anaswali kwamba basi nishafanya, anaswali kwamba alimradi kila mmoja ana malengo yake ya kuswali. Lakini tunakosa ni ile kwamba hichi tunachokifanya tunafanya kwa ajili ya nani?
Inakosekana khushu kwa sababu hatuna shughuli ya hichi tunachokifanya tunamfanyia nani. Lau kwamba kila mmoja ataweka katika akili yake na katika nafsi yake kwamba hii swala ambayo ninaswali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ambaye ni Malikul Mulk, ni mfalme wa wafalme. Takhayal akutume kiongozi wako wa kazi, ala sabili mithal, raisi wa daula yako, akwambie fanya kitu fulani na ukifanye kinavyotakiwa, na atakaye kifanya kitu hichi au kifanya kitu hichi kinavyotakiwa, basi utapata malipo haya, na usipokifanya kinavyotakiwa kitu hichi, basi utakutana na adhabu ambayo ni kali kabisa. Mwenyezi Mungu vile vile katuahidi kwamba atakayefanya vizuri ibada yake, atakayefanya vizuri swala yake, basi ana malipo makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu, na vile vile ambaye ataacha kufanya kile ambacho Mwenyezi Mungu kakitaka, basi atakuwa kafanya kosa kubwa na atakuwa na adhabu kali. Lakini kwenye akili zetu rubama hatumchukulii Mwenyezi Mungu kama kwamba ni mwenye nguvu, kama kwamba anaweza kutahakamu na sisi, anaweza kutuadhibu au anaweza kutulipa kama ambavyo kaahidi. Laiti kila mmoja atachukulia hivi kwamba anamweka Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu hapa ananiona, Mwenyezi Mungu kwenye hichi ananilipa, kama ilivyokuja katika hadithi mal ihsan. Aliuliza Mtume mal ihsan, ihsan maana yake ni nini? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema al ihsanu an ta'mala lillahi ka'annaka tarahu. Ihsan maana yake ni kufanya jambo au ni kufanya ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kama kwamba unamuona Mwenyezi Mungu. Ina maana unamjalia Mwenyezi Mungu kama kwamba yupo mbele yako anakusimamia kwenye ile jambo unalolifanya, hususan ibada. Lakini Mtume akasema fa illa mtakun tarahu, ikiwa pengine hutakhayal kama Mwenyezi Mungu yupo mbele yako, basi fa innahu yaraka, uweke kwenye akili yako kwamba Mwenyezi Mungu mimi kwenye hichi ninachokifanya ananiona. Utakapojua kwamba ninachokifanya Mwenyezi Mungu ananiona, kama ni kheri, basi utaifanya vile inavyotakiwa katika misingi. Na ikiwa vile vile unataka kufanya maasi, ukaweka kwamba Mwenyezi Mungu yupo ananiona, basi utaacha moja kwa moja kufanya maasi. Tutakapofanya hivi, ndugu zangu Waislamu, tutakuwa tumefanya kitu kinaitwa ihsani. Kwa hiyo mtu anaposwali, anaposimama kwenye kuswali, lazima astadhhir mawqif, ajalie kwamba mimi ninaswali, nipo mbele ya nani. Vile vile angalau ajalie swala yake kwamba hii ni swala ya mwisho ambayo mimi naiswali, laalla sitopata fursa nyingine. Afanye kama ni last chance, kwamba hii ndio chance yangu ya mwisho kwenye kufanya jambo hili. Endapo kwamba atajalia kwamba hii ni nafasi yangu ya mwisho kwenye kufanya ibada hii, basi atajitahidi kadri ya nguvu zake, kadri ya uwezo, aifanye vizuri, ili hata kama pengine hatopata kufanya nyingine, kwa hicho alichokifanya atakapokutana na Mwenyezi Mungu, basi iwe kakifanya vile ambavyo Mwenyezi Mungu kamwamrisha. Na pale ambapo tutakifanya kitu kama alivyotuamrisha Mwenyezi Mungu, basi matunda ya kitu hicho kitaonekana katika maisha halisi ya yule mfanyaji. Mtu atakaposwali kweli, basi matunda kwanza yataonekana kwake yeye, kwa sababu haiwezekani mtu anaswali alafu anatoka kwenye kuswali anakwenda kumwasi Mwenyezi Mungu, haiwezekani. Na tukiangalia swala zimewekwa kwa wakati, baada ya wakati mfupi tunaswali ile pale, pia inakusaidia wewe uhifadhi baina swala zako, na uhifadhi kwamba mimi nimetoka kufanya ibada, siwezi kumwasi Mwenyezi Mungu, najisikia aibu. Unafika pahala unapotoka kwenye kufanya khairi, alafu hapo ukafikiria kwenye kuelekea kwenye shari, unajisikia aibu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, leo inshallah tunakumbushana kwa hichi, kila mmoja ajitahidi anaposwali ajalie Mwenyezi Mungu kwamba yupo mbele yake, amjalie Mwenyezi Mungu yupo ndani ya moyo wake, amjalie Mwenyezi Mungu ndio mlipaji wa amali ile, amjalie Mwenyezi Mungu ndio anayeadhibu kwa pale ambapo kwamba hutoifanya ibada ile vizuri. Kwa haya machache inshallah, namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe sisi ambao tunazungumza haya na nyinyi katika kuiswali swala kama ambavyo Mwenyezi Mungu katuamrisha, ili tuweze kupata ujira ambao Mwenyezi Mungu katuahidi, na ili matunda ya swala zetu na ibada zetu zionekane katika jamii zetu, ili tuwe mifano au ili tuwe mfano bora kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.